Hukufa heri, hukufa deti. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto kubwa zaidi ulimwenguni na athari zake zimeenea katika nyanja zote za maisha. Lakini je, athari hizi zinagusa vipi mfumo wa mila na tamaduni za jamii zetu? Swali hili ndilo kiini cha mjadala, kwani kuna hisia kwamba mila imeachwa na mambo yamebadilika. Ile mila ya mababu zetu na mama zetu tumeiacha. Wasichana wetu, wavulana wetu wameiacha. Msichana anazaa saa hiyo hiyo, bwana yake anaingia nyumbani, anakaa na bibi yake, wanakaa pamoja, wanapikiana, na hiyo dasturi zamani ilikuwa hakuna. Lakini saa hizi sasa hiyo dasturi walipoiondoa, sasa muda huu angalia majanga yametuathiri. Jua limewaka. Hakuna hujui kwa kuwa utafute wapi, ukapate wapi, na ukipata hata riziki wenyewe zimekuwa kidogo siku hizi riziki. Huyu ni mkunga Esha Bakari katika kijiji cha Kinyadu kwa boma la Shevo Side, gatuzi dogo la Tana Delta. Karibu kwa makala ya mwanamke remani katika nyakati za mabadiliko. Langu jina Kulanzomo. Kila baada ya siku 40 mwanamke anapojifungua, sherehe huandaliwa ya mama na mwanawe kutoka nje ya boma, ambapo kijiji kizima hujitokeza na kusherekea kwa nyimbo, michezo na hata kula vyakula vya kitamaduni. Ikiwa huo muji wameoana, huo muji ni hapo hapo kwa msichana na bwana, sasa huyo msichana anakaa kwa baba vyao. Miezi ngapi? Miezi 9. Na ikishafika hiyo miezi 9 huwa anajifungua, na kujifungua kwake ikiwa ni mimba ambayo kwa ni ya mwanzo, anapeleka wapi? Anapelekwa kwa babake msichana. Anapelekwa, anaenda, anajifungua, anakaa huko. Na ikiwa ni mimba ambayo kwa ni ya pili ama ni ya 3, anakaa na nani? Anakaa na bwana yake. Lakini huyo msichana akishajifungua hawezi kuonana na bwanake na haongei kwa siku ngapi? Kwa mwezi mmoja na siku 10 ambazo kuwa ni siku 40. Sherehe hizi wazee hualikwa kwa mlo pekee wa aina marika, ambapo ni mchanganyiko wa ndizi na samaki, na baada ya hapo ukaa mbali na wanawake wakiendelea na michezo ya kitamaduni. Mzee Mohamed Buya anasema sherehe hizi ni muhimu na huunganisha jamii hiyo kutoka vijiji mbalimbali. Hii ngoma ni muhimu sana wakati wa nyuma, hasa wakati kama mama akijifungua mtoto. Ngoma hii huleta watu kutoka vijiji tofauti kama hapa na Kitere, Baomo, sababu hii sherehe ni sherehe ambao wakina mama wengi hufurahia yule mtoto ambaye amezaliwa, na sherehe hii ni mila ya Kipokomo kutoka enzi na enzi. Na wakati mama akijifungua namna hii, kuna sherehe asubuhi kama wakipika wakati ule ni kama uji waitwa mataza Kipokomo. Wanashiba, wanakula na matoli ya mpumi na nisu. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mkunga huyu anaelezea sherehe hizi katika kipindi hiki kimebadilika, huku vyakula vya zamani vikipotea mashambani kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa kwa sasa katika msimu huu wa vuli. Mabadiliko ya tabia nchi yaliyobadilika siku hizi, yale mambo ya zamani yameondoka kidogo, kwa sababu hizo ndizi zimekuwa ndogo, na huo mto ambao kuwa zamani tunapata samaki wengi, lakini siku hizi samaki hakuna. Na siku hizi msichana akishatolewa anapikiwa chai na wali. Yale mambo ya zamani ya marika yamekuwa kidogo. Hao samaki ambao kwa wasichana wetu na wanamogo zetu wanakunwa hiyo masupu, saa hizi hakuna. Sasa siku hizi mambo yametuchanganya. Sherehe hizi hazihudhuriwi na kila mtu, kama aelezeavyo mkunga huyu aliyethaminiwa na kijiji kizima. Na hii sherehe haionekani, haishangiliwe na mtu ambaye kuwa hakuzaa. Ni akina mama ambao kuwa wamezaa, ikiwa hata kama ni mimba moja amezaa.
lakini ikiwa hakupata hata mtoto, hajapata mtoto, hawezi kuifikia hiyo shughuli hiyo mchezo. Zipo sheria zenye kwa sasa hazitumiki tena zinapovunjwa na wanandoa, ambapo mabadiliko haya yamegeuza maana halisi ya tamaduni za jamii ya Wapokomo. Pale zamani ukionekana huyo heremani anatoka nje, anaenda kwa bwanake kwa usiri, yani yeye anajificha kwenda kwa bwanake, au bwanake anajificha kuja kwa huyo bibi kuja msalamia. Akishaonekana wale wakunga wanapiga iza haraka, yii, haya tujaneni sasa hivi, huyo msichana fulani, hiyo heremani wangu nimemuona anazungumza na bwanake saa hii ametoka anaenda kwa bwana. Sasa wakishapigiana hivyo, wakishafika hapo, yule bwana anashikwa anafinywa na kukwaruzwa, na huyo bibi pia naye anafanya hiyo mambo na kukwaruzwa. Ni muhimu sasa jamii zetu kuunganisha maarifa ya kisasa ya sayansi ya hali ya hewa na mila zao za asili ili kuunda mikakati mipya inayoweza kufanya kazi katika ulimwengu usiotabirika. Mila haipasi kuachwa, badala yake itapaswa kurekebishwa na kuimarishwa. Makala haya yameletwa kwako na Vox Radio na kutayarishwa nami Kula Nzomo.